Ili bwalo unakuwa unaliona katika kuvuna au samaki 500 ukigawanya mara 3. Ukichukua 500 mara 3 unaweza kama na kilo kama 200 hivi na ambazo unaweza ukapata si chini ya milioni 2 na sasa chukua idadi yote ya samaki au 500 unaweza ukagawanya mara 3. Ukishagawanya ile mara 3 ndio unakuwa umepata kilo 1, then unazidisha. Ukishazidisha ndio utapata gharama ya hiyo pesa. Lakini usiangalie hiyo pesa kwa upande huo. Kuna gharama ambazo mkulima au mfugaji inabidi aziingize humu. Kuna gharama za kununua vifaranga, lazima uweze kuzitoa pembeni. Pia vile kuna gharama za kujaza maji na kutoa. Kuna wengine wanajaribu kujenga mabwawa ambayo si rafiki zaidi kwenye kutoa maji. Mimi na washauri mimi na timu yangu huwa tunatengeneza mabwawa ambayo mfugaji outlet anaweza akatoa maji kwa matumizi mengine kama mboga vile unavyoziona kule, safi kabisa. Kwa hiyo unakuta mambo mfugaji ategemei tu samaki, lakini anategemea hata kuuza mboga na mwisho wa siku unakuta mboga zinalipa zaidi hata ya samaki ambao kawaweka huko. Ndio. Ndio. Utoaji wa maji. Ndio. Haya maji unatoa kwa muda gani? Utoaji wa maji especially kwa sato inabidi umakini uwe mkubwa zaidi. Maji at least kwa wiki moja wanatoa mara moja, wengine wanaenda mpaka wiki 2, sio mbaya. Na pia vile vile ili ufanikiwe katika hicho kipengele lazima uwe na maji ya kutosha. Kuna wengine wanatumia maji ya kutoka kwenye mito, kuna wengine wanachimba wanachimba kwenye visima chini, lakini hakikisha maji yako yasiwe na chumvi nyingi na usitumie maji ya kutoka kama ya Dawasco kwa kule Dar es Salaam ambao sometimes yanakuwa na chlorine nyingi, anaweza kaua hata samaki wenyewe. Okay. Ndio. Haya, waage wa Tanzania kwa kile ambacho unachokifanya. Ndio. Mimi ningependa kuwashauri wa Tanzania tufuge samaki kwa sababu kufuga samaki tutapata lishe nzuri kwa afya zetu na pia vile kwa ndugu na jamaa zetu. Ofisi zinapatikana wapi? Mimi ofisi zangu ziko Tuangoma, mtaa wa Ponde, Dar es Salaam. Kwa hiyo mtu akinipigia katika simu zangu hapo atanipata. Asante sana. Ndugu, unaweza kanisindikiza kwa huku. Mpenzi mtazamaji wa Swahili TV na Adelinki, tumeweza kujipatia elimu kubwa sana kuhusiana na swala zima la ufugaji wa samaki. Wanasema ufugaji wa samaki ni fursa. Ukizidisha pale kwa hesabu ambazo zinanipenda ndugu yangu, kipiga hesabu sio chini ya milioni 10, milioni ngapi, unavuna. Kwa sisi ambao tunahitaji kufanya mambo kama haya, tunahitaji tutenge muda wetu tuweze. Lakini kuna swali moja ambalo sikukuuliza licha ya kuaga. Hii fence gharama yake ni shilingi ngapi mpaka inatimia? Kwa mazingira ya Dar es Salaam lazima utengeneze fence kama hii. Sasa kwa mazingira ya Dar es Salaam sio lazima uweke fence ambayo mnakuwa mnaiona, lakini muhimu uweke nyavu ya hapa juu ambayo inaweza ikazuia ndege. Kwa huku Morogoro 88 hakuna ndege wale wakubwa kuweza kuingia na kuchukua samaki, lakini na washauri kwa watu wa Dar es Salaam kuna nyavu maalum ambayo tunaiweka. Lakini pia vile mtu anaweza kaizungushia hii nyavu kwa ajili ya security zaidi, lakini kwa sisi wafugaji wadogo ambao tunaoanza hii sio muhimu sana, lakini ni muhimu kwa security. Lakini vizuri ukaiweka hapa ili kuepukana na kama wadudu kama kenge huwa wanasumbua sana baadhi ya maeneo Dar es Salaam, ndege wakubwa wale. Kwa namna hiyo. Ndio. Asante. Mpenzi mtazamaji, kuna muda uliniona nilikuwa nanawa hapa kwa sababu nilikuwa nataka kuja jaribu haya maji ni maji ya aina gani. Mimi niseme tu kwamba sina la ziada. Niseme nimshukuru mchanganya picha wangu, kaka yangu, mtu mzito kabisa mwenye kilo zake. Si mwingine anaitwa Abdallah Matotola, na bila kumsahau mpige picha wangu, kameramani wangu hodari kabisa anaitwa Abdallah Mbulu. Jina langu naitwa Bwana Ahmed Kombo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante na kwaheri.